ajabu. Zara bado ungali pale pale. Nyumba hii haivuki wala moshi hata kama chakula ni tabu kwako. Yona mwangu. Moshi utafukaje? Mimi mwenzio hapa nilipo kichwa kimeudara mto siku nzima. Unajua ni kwa ajili ya maradhi. Na wala si raha mwangu. Ndipo tufe njaa. Ndivyo mke wangu. Njaa haileti shibe. Ninajua lakini mwenzio nifanye nini? Miaka hii yote ningali mzima na mwenye afya. Mbona sikufanya ajizi? Nikipika, nikiandaa na kukaribisha ule. Iweje kazi hiyo inishinde mwangu? Yalaumu maradhi. Basi, mbona hujamwita betio aje akusaidia? Jameni, muache mtoto apumzike. Hivi atayashika mangapi? Eti apumzike? Hivi mimi nilipumzika kumpeleka shule? Haidhuru huku pumzika. Sote tulijizatiti tukalea. Pamoja na hizo tabu zote, ila tulikuwa tunautimiza wajibu mwangu. Kila kinachozaliwa hakina budi kulelewa. Mtu huitakaza sana akijua itamfaa. Kila kinacholelewa hakina budi kulea. Sina shaka na kauli hiyo yako ya hekima mwangu. Lakini huyu mtoto pamoja na mzigo wa familia yake amejaribu kiasi cha uwezo wake. Unajua nasikia kulipa elimu ya chuo kikuu si lele mama. Jambo hili limewashinda hata wazee wenye mishahara minono serikalini. Kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Lakini pamoja na huo moyo wa mtu jikuna ajipatako. Basi fahamu kuwa fimbo ya mzee huirithi mtoto wa kwanza. Ni wajibu. Fimbo wanarithi watoto wa kiume, si wa kike. Huyu tayari ana kwake na ndoa ina majukumu yake. Eti ndoa? Angeipataje hiyo ndoa kama sio kwa elimu niliyojinyima mengi ili aipate? Nikumbukapo malezi, damu hufukaa. Mwangu, ni kanuni kwa kila alielea. Sehemu hiyo ulicheza vyema nayo kuchua na ushukuru. Lakini aliyafanya hayana kifani mwangu. Lipi la ajabu alilofanya? Kuwalipia wadogo wake karo ni jambo la ajabu? Si hoja hiyo. Hoja ni ipi? Ugonjwa huu usingenibakisha hata nikaiona leo hii. Ulikuwa umenila kiasi cha kuniacha chicha kavu kwenye mwako wa jua hadi akaja yeye na kunipeleka kwa wataalamu. Leo hii nisingekuwepo mwangu. Nilijua tu utamtetea kwa sababu hiyo. Si mimi tu Yona, sote tumeufaidi uzazi wetu. Lipi la ajabu alilonifanyia mimi? Yona, umesahau kwamba Neema ametuandikia wafanyikazi kutusaidia hapa nyumbani. Hao wafanyikazi wako wapi? Wa kwanza aliondoka mwenyewe alipodai kuwa kazi ni nyingi hapa. Na wa pili tulimwachisha kazi sisi wenyewe kwa kuwa hakuwa mwaminifu. Na sasa kazi nyingi gani ziko hapa kwetu? Hiyo ndio ajabu. Kizazi hiki hakitaki kufanya kazi. Kinakuja kazini tu kwa ajili ya mshahara. Nilipokuwa nina afya yangu, tulishirikiana pamoja ili kutafuta riziki ya kuwalea hawa watoto wetu. Japo haikuwa rahisi, tulijaribu mpaka tukashinda. Lakini mwangu, leo hii hali ni tofauti. Na bila yeye na moyo wake wa raimu, sijui ndugu zake wangefanya nini. Unajua siku hizi nasikia wasichana wakiolewa huwasahau ndugu zao. Utupa njogoo na mti wake. Mwangu,
Sisi tuna bahati ya mtende. Mtoto kutusikiliza na kutupiga jeki hapa nyumbani. Ndio asitutilie pondo tena. Simaanishi hivyo mwangu. Ila tu mzigo aliotuondolea ni mkubwa. Inafaa na sisi tumuelewe mwangu. Nilijua tu kwa sababu anashughulikia matibabu yako, hutotaka kusikia lolote kumuhusu. Yona, umesahau pia wewe Neema kutumia hela za kununulia dawa. Hata sasa hivi umetumia mapeni aliyokutumia kwenda kwa wazee wenzake ili wasikone shabiki. Shabiki. Hiyo. Na usivyo ungekuwa ameshakubandika majina na kupiga vijembe pasi kutambua. Sara, yaani hivi ndivyo unavyowaambia watoto wetu eti kuwa mimi ni shabiki. Eti mimi ninawategemea, sivyo? Unanichonganisha na watoto wetu. Sara, unanichonganisha na watoto wetu sana. Bana haja gani na hayo? Wasiwasi wako mwenyewe tu. Lakini si ndivyo mlivyo wanawake. Pindi muda unavyopita, mnaanza kutuona sisi kama si kitu. Mnatuona kama tambara bovu lisilomjia akilini hata mpiga deki. Mwangu, unajua kuwa hiyo si hulka yangu. Pana haja gani ya mimi kuvunja mji? Kila tunapolizungumzia jambo lisilokufaa, unarudi pale pale kwa watoto wako. Watoto wako Yona. Watakuwa tu vipi tu watoto wangu? Yona, umesahau kwamba hao watoto ni zawadi ya uniache. Umesahau kwamba hao watoto ni zawadi ya ushirikiano wetu. Yona, wangapi watakaoangalia kuona sura za watoto lakini niache. Wangapi watakaoangalia kuona sura za watoto lakini hawajapata kujaliwa. Umesahau mara Yona. Pole. Mke wangu. Mimi niache. Sara wangu basi usiyafanye marefu kuliko yanavyostahili, sawa? Si nimesema pole. Hapana. Ni sawa. Nimekubali. Keti. Haya basi. Keti Sara wangu. Unakasirika. Haya basi, kilichobaki ni sisi wazee wetu kumpa baraka zetu. Ni kweli. Ninakubaliana nawe. Nyumba hii haifuki. Subiri. Nimemtumia Dina ujumbe aje tusaidie chochote hapa nyumbani. Si unajua mimi nilivyo, hata mwili mzima sijifai kitu. Yeye hata kawia. Yeye huitikia wito haraka. Ni sawa nitasubiri. Haya basi. Nitasubiri hivi kuna baridi mke wangu. Mimi naona angalau niingie kule chumbani. Haya. Wewe baki tu na baridi. Acha mimi nikufuate pia. Unanifuata? Njoo mbio.